Basi leo tunaanza hadithi nzuri kabisa, inaitwa Unfortunate Love. Hii ni mapenzi kutoka jiji kubwa kabisa, Johannesburg. Ni mimi D. Carter. Najua laya, lakini niko tayari kwa lolote, hata nikaribia kufa. Sitojali, ili mradi siku moja umekuwa wangu. Ni maneno mazuri kabisa ya mapenzi anayoambiwa laya na mpenzi wake. Amini nakwambia unanisikiliza ndugu yangu, hata maumivu niliyokuwa nayo uweze kuyaona kupitia kioo, labda moyo wangu na machozi yanayotiririka kupitia uso wangu. Twende kwenye hadithi nzuri kabisa mapenzi. Gonga like yako, weka comment, kisha nenda pale YouTube subscribe account hii, uendelee kupata hadithi nzuri kabisa za mapenzi. Basi kama nilivyosema, tunaendelea na hadithi yetu. Mwanangu, haujambo huko uliko? Habari za kazi? Huku kila kitu kinaenda vizuri. Mafundi wamemaliza kukarabati kila kitu. Kwa hiyo nataka ile hela ulioniwekea benki nikawalipie kila kitu. Alafu baada ya hapo ukishatuma bidhaa ndo niweke hela benki. Yaani itakuwa ni supermarket kubwa hapa katika jiji la Dar es Salaam. Na hilo jina uliolisema la Game Supermarket nimeshalisajili kila kitu TRA. Sasa hivi nimetoa matangazo ya nafasi ya kazi, nitaajiri wafanyakazi kama 40 hivi. Na simu kutoka upande wa pili ilijibu hivi: kweli baba, vizuri. Baba yangu, mi mwanao, nipo kwa ajili yenu. Nafanya kazi kwa ajili yenu huku niliko. Nadhani tutakuwa miongoni mwa matajiri wakubwa huko Dar es Salaam, kama vile Balesa au Manji na akina Mengi. Okay baba, mimi nitatuma makontena mzigo unaohitaji huko. Nadhani yatakuwa kama 4 hivi, na yatakuja kwa meli. Baba, kwa hiyo wewe fanya kila kitu kwa manufaa ya sisi sote ya baadaye. Baba, mimi nikipata likizo lazima nije, maana nina hamu ya kuona hiyo kampuni yetu. Baba naye alijibu. Hapa jua baba na kijana wake wanazungumza kwa simu kupitia Dar na Johannesburg. Kama nilivyokuambia, hadithi yetu nzuri leo imebezi Johannesburg. Basi baba akamjibu, sawa mwanangu, nadhani tutaleta changamoto kubwa sana kwenye eneo hili la Mlimani City, maana tutajaza supermarket yetu na tutaweka bidhaa bora zaidi ya hizo nyingine. Nakupenda sana mwanangu kuliko kitu chochote, maana wewe umetufanya tuonekane watu miongoni mwa watu hapa katika jiji hili la Dar es Salaam. Simu ya nje ilijibu, usijali baba yangu, maana maadamu umenisomesha sina budi kufanya niwezalo ili tuwe na maisha mazuri. Vipi mama anaendeleaje na laya je? Baba alijibu, wazima wote. Nafikiri laya na yeye anakaribia kumaliza masomo yake hapo baadaye. Nadhani kila kitu kitakuwa vizuri kwetu endapo na yeye atapata kazi huko Dubai. Simu ya nje ilijibu, sawa baba, basi vizuri. Nami huku nitakuwa najaribu kuangalia nafasi nione kama laya anaweza kupata kazi huku. Naona salio limekwisha mwanangu, tutaongea tena baadaye. Sawa baba, salamu zangu kwa mama na laya. Okay, bye mwanangu, bye baba. Yalikuwa maongezi kati ya mzee Sari na mwanaye Raju anayefanya kazi huko Dubai kwenye kampuni ya benki ya Barclays, ambaye amefanikiwa kuikomboa familia yake kutokana na hali ngumu ya kimaisha baada ya kumaliza masomo yake katika chuo cha usimamizi wa fedha IFM kilichopo mjini Dar es Salaam, maeneo ya Posta. Mzee Salim Ladha ni mzee mwenye familia ya watoto 2 pamoja na mkewe. Hapo zamani maisha yao yalikuwa magumu sana, hivyo alijitahidi kumsomesha mwanaye mkubwa Raju, ambaye kwa sasa ndiyo jicho la familia hiyo. Mzee Salim na familia yake wameweka makazi yao katika eneo la Oysterbay, Dar es Salaam,
eneo ambao kwa kawaida huishi watu wenye kipato kikubwa, kimaisha tofauti na watu wa hali ya chini wanaoishi maeneo kama Mbagala, Tandale na maeneo mengine kama kule Kitunda. Mzee Salim kwa sasa ana biashara, yani anamiliki biashara kubwa sana hapa mjini. Da hivyo Mzee Salim anafahamiana na matajiri wengi sana wakubwa sana hapa nchini, wengi wao wakiwa ni wale wenye asili ya Kiasia, kwa sababu Mzee Salim asili yake ni Mwarabu na Muhindi. Basi Laya, mtoto wa pili wa Mzee Salim na wa mwisho, pia ni mwanafunzi wa chuo kile kile alichosoma kaka yake, huku akiwa mwaka wa mwisho. Laya ni msichana mrembo. Ninapozungumza mrembo, namaanisha ni mrembo, ndugu unayenisikiliza. Hata ukionana naye, kama utakuwa na macho mepesi unaweza ukazani ni jini, lakini ni mrembo mchanganyiko wa Kiarabu na Kihindi. Laya katika maisha yake ya chuo aliweza kukutana na kijana Mohamedi maarufu kama Medi, mzaliwa wa Igunga, Tabora. Hivyo Medi ni Mnyamwezi asilia. Basi Laya na Medi walikuwa marafiki hapo mwanzo toka wanaanza chuo, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda walijikuta kila mmoja wao akiwa na mapenzi makubwa kwa mwenzie. Hivyo Laya na Medi walishindwa kuzuia hisia zao. Ninapozungumzia hisia, nadhani unaelewa nini maana ya kupenda. Basi sitaki kukwambia sana nikatanguliza utamu. Okay, twende. Basi hatimaye wakawa katika mapenzi. Laya na Medi walipendana sana. Mpaka wazazi wa Laya waligundua kuwa mtoto wao yuko katika mapenzi, hasa mama yake. Basi siku moja Mama Raju akiwa chumbani kwake anajiandaa kulala, alimsikia Laya akiongea na mtu kwenye simu kimahaba kabisa. Kwa vile Mama Raju ni mtu mzima, aligundua kuwa tayari mwanaye anajihusisha na masuala ya mapenzi. Alipaniki na kutaka kumkanya mwanaye. Okay, kesho yake huku akihofia endapo Mzee Salim alisikia maongezi yale ya mwanaye, basi ingekuwa ni shughuli kwa kuwa Mama Raju, maana lawama zote angetupiwa yeye kama mzazi wa kike kwa mwanaye. Laya aliendelea kuongea kupitia simu mpaka mida ya saa 7 usiku, wakati watu wote, familia nzima amelala. Mama Raju hakuweza kulala, alikuwa akimsikiliza mwanaye jinsi alivyokuwa akiongea kwenye simu, huku akiomba Mzee Salim asiamke akasikia yale maongezi. Mara muda ule Mzee Salim aliamka na kujigeuza usingizini, kisha akalala tena. Wasiwasi na uoga vilimpata Mama Raju, huku akimwomba Mungu Mzee Salim aendelee kusinzia, asiwezi kusikia maongezi yale ya binti yao. Laya naye bila kujua chochote kile kinachoendelea, aliendelea kuongea huku akijiamini. Ndipo uvumilivu ulipomshinda Mama Raju, akaamua kuamka na kwenda chumbani kwa Laya na kumwambia aache kuongea na simu mpaka usiku ule, na kesho yake wataongea zaidi. Mama Raju aligonga mlango kwa Laya. Laya alishtuka na kukata simu haraka huku akienda kufungua mlango. Alishtuka sana alipokutana uso kwa uso na mama yake. Alijikuta akisema, Raju, mama. Mama Raju akamjibu, muda wote huo unaongea na simu? Laya, nilikuwa naongea na rafiki yangu mama. Mama, Raju rafiki yako nani mnaongea hivyo? Unafikiri mimi ni mtoto mdogo? Tutaongea kesho. Alimkata jicho kali sana mwanaye, kisha akamwangalia zaidi ya mara 2, akarudi chumbani. Basi Mama Raju alifunga mlango na kuondoka, huku Laya akibaki akitetemeka kwa uoga na wasiwasi. Laya alirudi kulala. Kesho yake asubuhi kulipokucha, alienda chuo na kumhadisia Medi aliyotokea nyumbani. Medi alimjibu kwamba endapo mama atamuuliza akiwa akirudi nyumbani amwambie ukweli. Medi, ni vizuri sana. Mama akikuuliza ukirudi nyumbani, mwambie ukweli kuwa una mchumba na unapendana sana. Tutaoana, sawa dia? Alizidi kumpizi kwa maneno matamu, lakini Laya akasema, Medi, unataka waniue nyumbani au? Medi, hapana dia,
bora wajue mapema kuwa una mchumba, hata siku nikipeleka posa wasishangae. Laya aliguna. Medi, baba atanichinja. Wewe ni Mwafrika, tambua Medi. Medi, najua Laya, lakini niko tayari kwa lolote, hata nikaribie kufa sitojali, ili mradi siku moja umekuwa wangu. Laya akajibu, kweli dia? Akamwambia, ndio Laya. Au wewe unipendi? Niambie nijue, nikajiue mapema kama unipendi. Narudia Laya. Laya akajibu, nakupenda sana dia, siwezi kukuacha na wala sitaolewa na mtu mwingine hata iweje. Medi akamtazama kisha akamwambia, promise me Laya. Laya akasema, yes I promise. Real? Yes dear, I love you so much and I can't lose you honey. Thanks dear, I love you too and I will never let you go. But anyway, Medi alimjibu kwa Kiingereza, nishakwambia ni watoto wa chuoni. Okay, basi Medi na Laya walimaliza maongezi yao na wakakumbatiana, kisha wakachukua uamuzi wa kumwambia ukweli mama yake Laya endapo atamuoji Laya kuhusu lile tukio la usiku wa jana. Kumbuka jana Laya na Medi walikuwa wanazungumza kimaaba kupitia simu. Basi baada ya masomo Medi na Laya waliagana na kila mmoja akaenda kwao. Medi alipofika kwao alimkuta mama yake na kumsalimia, kisha akaenda chumbani kwake akisubiri nini kitatokea chumbani kwao huko nyumbani kwao na Laya. Kila mara aliangalia simu yake huko akisubiri kwa hamu kuona namba ya Laya ikiita. Wakati wa jioni Medi alienda sitting room huko akiangalia TV. Mara baba yake aliingia, mzee Nasoro. Medi alimsabai baba yake kisha wakaongea habari za masomo. Katika familia ya mzee Medi ni mtoto wa kipekee kwao. Mzee Amo hakujaliwa kupata mtoto mwingine baada ya Medi kuwa mkewe Bi Saida. Hapo kidogo nielewe. Hivyo walimlea mtoto wao kwa mapenzi makubwa sana, kutokana kwamba ndiye mtoto pekee katika familia ile. Medi aliweza kuwa karibu sana na wazazi wake kiasi kwamba alijua siri nyingi za wazazi wake kutokana na jinsi alivyolelewa pale nyumbani. Wazazi walimsujudi kijana wao na kumuona yeye ndo kila kitu, mpaka walifikia hatua ya kumpa uhuru wa kutoa pesa kwenye akaunti ya baba yake. Hivyo Medi alipata kila alichokitaka kutoka kwa wazazi wake. Medi alirudi nyumbani huku akisubiri simu ya Laya. Wakati anasubiri, Medi aliamua kuchukua laptop yake na kucheza game maarufu kama Soma. Basi Laya alipofika nyumbani huku akiwa na wasiwasi tele, alipofika alienda moja kwa moja mpaka jikoni na kuanza kumhoji mfanyakazi wao wa ndani. Laya akamuuliza, mwana, mama yuko wapi? Mwana akamjibu, ametoka kitambo. Kaenda wapi? Hata sijui. Na baba je? Walitoka wote. Mungu wangu, kwani kuna nini? Mfanyakazi alimuuliza. Hapana, haya niko chumbani, Laya alijibu. Basi poa. Laya alielekea chumbani kwake huku wasiwasi umemjaa tele, moyoni akiomba mama yake asimwambie baba yake kilichotokea jana usiku. Laya alitamani kumpigia mama yake simu na kumuuliza wameenda wapi na baba yake. Mara akatamani kumuomba mama yake asimwambie baba yake kilichotokea jana usiku. Lakini pamoja na hayo, Laya akashindwa afanyeje, akajikuta akiangalia tu simu yake. Mpaka majira ya saa 2 usiku, mzee Salimu na mkewe walirudi. Laya alikwenda haraka kuwasalimu huku akiwa na wasiwasi, lakini akitamani kujua kinachoendelea. Alishangaa kuona baba yake akimsalimu kwa furaha na kumuuliza habari za chuo. Kisha wakakaa na mzee Salimu akaanza kumpa habari binti yake kuhusu ufunguaji wa biashara yao mpya. Mzee Salimu akaongea, la, nakwambia kaka yako amefanya kazi kubwa sana. Laya akashangaa, kazi gani dadi? Mzee Salimu akamjibu, yaani lile wazo alilotoa la kuanzisha biashara ya supermarket. Ukiona supermarket tuliofungua ni kubwa sana mwanangu, na bidhaa katuma yeye kutoka Dubai. Yapaswa kumshukuru kaka yako, maana amebadilisha maisha yetu kwa sasa mwanangu.
Laya akasema, nami naona baba nitaongea naye nimshukuru kwa kila kitu kaka yangu. Mzee Salimu akamjibu, sawa mwanangu. Laya, haya baba, mi niko chumbani kwangu. Mzee Salimu akamtazama mwanaye kwa tabasamu pana, akamwambia, kwaheri mwanangu. Laya baada ya kuongea na baba yake alienda moja kwa moja mpaka chumbani kwa mama yake, huku akitaka kujua nini kinaendelea kutokana na tukio la usiku wa jana. Maana mama yake alimwambia wataongea kesho yake, ambao ni leo. Basi Laya alifungua mlango na kuingia moja kwa moja chumbani, huku akimkuta mama yake akibadili mavazi. Laya, mama, akimwangalia mama yake alimjibu kwa ukali, mama, nisubiri huko chumbani kwako. Basi Laya akaishiwa pozi akaondoka. Laya alihisi kuzimia, akageuka kwa upole na kufungua mlango kwa unyonge, kisha akaenda chumbani kwake akakaa na kushika tama. Baada ya dakika kadhaa, Mama Raju alikuja moja kwa moja chumbani kwa Laya. Akamkuta Laya kajinamia, kashika tama, akamsimamia na kujishika kiuno huko akianza kumhoji. Mama Raju alimtizama akamwambia, ulikuwa unaongea na nani jana usiku mpaka saa 9 usiku? Hivi una akili nzuri kweli wewe mtoto? Basi Mama Raju alimuoji Laya kwa ukali na maswali mfululizo. Kumbuka Mama Raju ndiye Mama Laya. Raju ni mtoto wake wa kiume. Basi Laya akamwambia, mama, nilikuwa naongea na rafiki yangu. Mama Raju akasema, Laya, unaniona sina akili kama wewe, si ndio? Unanidanganya mimi mtu mzima? Hapana mama. Haya, niambie, ulikuwa unaongea na nani? Umeanza tabia za kipuuzi, tabia chafu za wanaume. Hapana mama. Haya, sema ulikuwa unaongea na nani? Nataka kumjua yule ulikuwa unaongea naye. Ni rafiki yangu tu mama. Sasa sikia nikwambie, si utaki kuniambia ukweli? Haya, na yapeleka kwa baba yako. Mama Raju aliongea maneno yale ya mwisho huku akisimama na kutaka kuondoka. Laya aliogopa sana na alijua mama yake akimwambia baba yake itakuwa kesi kubwa sana. Hivyo akaona ni bora nusu shari kuliko shari kamili. Akaamua aseme ukweli kumwambia mama yake ili baba yake asijue. Mama, tafadhali. Akajibu, nini? Niambie. Mama, ngoja nikwambie ukweli, ila usimwambie baba na kuomba. Sema, nitaka kujua. Mama, nilikuwa naongea na Medi. Medi ndo nani? Bwana yako, si ndio? Hapana mama. Ni nani sasa? Mama, ni mchumba wangu Raju. Mama Raju akashangaa, subhanallah. Kwa hiyo una mchumba, si ndio? Katoa posa wapi? Umeanza mambo gani hayo? Ndo unajidanganya hivyo? Ndo mnadanganyana mkiwa na huyo mchumba wako mkiwa huko chuo, si ndio? Hapana mama, nampenda sana Medi na ananipenda pia. Ni kabila gani? Mnyamwezi. Mama, kwao ni Tabora. La haula. Ndo unajidanganya hivyo eti? Mchumba kwa baba yako? Sahau Laya, msahau mapema huyo mudi wako, sijui mudi siu Medi. Laya, msahau mapema kabla hii taarifa ijafika kwa baba yako. Mama, nampenda na yeye huyo, mimi sijali ni Mwafrika wala nini. Mama, mi nampenda Medi, nampenda mama. Sasa nisikilize nikwambie Laya, hayo mambo yako ya ajabu mimi simu, utajuana baba yako huko. Mama, lakini wewe ndio wa kuongea na baba, mi nitaanzaje mama ukweli nitaanzaje kuambia? Nimekwambia huko mimi sipo kabisa. Wakati mama alipokuwa akiongea na Laya, Mzee Salimu alikuwa akiangalia TV akifuatilia taarifa ya habari. Taarifa iliyokuwa ikiendelea, Mzee Salimu alinyanyuka kuelekea chumbani kwake. Huku akipita mbele ya mlango wa chumba cha Laya, alimsikia mkewe Mama Raju au Bibi Mariam akiongea na mwanaye, huku akisikia sentensi ya mwisho ikisema kabisa, Bibi Mariam akiongea akisema kwamba yeye huko hayupo kabisa, tena kwa ukali. Mzee Salim alisikiliza na akataka kujua nini kinaendelea mle chumbani. Akaamua kugonga mlango. Mama Raju alijua ni mfanyakazi wa ndani, akamuuliza maswali na kutoa amri bila kujua kwamba yule alikuwa ni mumewe. Mama Raju akasema, mwana, unasemaje? Mlango ulizidi kugongwa tu. Mama Raju, hebu subiri wewe. Basi Mama Raju alienda kufungua mlango ili ajue nani ambaye anagonga mlango wa chumba cha Laya.
Alishtuka kukutana uso kwa uso na mumewe. Kwa wasiwasi huku akiwa amesimama, alivyosikia maongezi yao aliamua kuuliza, Mama Raju, kumbe ni wewe, vipi? Mzee Salim, ndiyo, niwaulize nyie vipi? Maana nasikia wewe haupo huko kabisa, kuna nini? Mama Raju alianza kujikanyaga na kushindwa kuajibu nini. Wakati ule alijua akijibu ukweli, yeye na mwanaye Laya watakipata cha moto. Laya mwenyewe kidogo azimie, alianza kutetemeka pale kitandani. Laya akajibu kwa wasiwasi, hapana baba. Hapana nini, wakati mnafokeana huko? Mama Raju akajibu, mimi mwanao amenishinda. Haya matumizi yake ya kila siku siyawezi, mara hela ya nini mara nini, kiukweli mimi sipo kabisa, mtajuana. Mzee Salim akashangaa akasema, Laya, hela ya nini tena? Laya akasema, baba, kitambulisho cha chuo kimepotea. Sasa nilikuwa namuomba mama. Mzee Salim, ni shilingi ngapi? 15,000. Mzee Salim alitoa pesa mfukoni na kumpatia Laya, kisha akatoka. Laya alifurahi sana kuona mama yake hakusema kilichokuwa kiendelea, na hatimaye akamsababishia dili la kupata 15,000 bila kutarajia. Mama Laya aliondoka chumbani mapema alipomaliza kusema kwamba matumizi ya Laya yamemshinda, hayupo kabisa. Baada ya hapo walijiandaa kupata chakula cha jioni. Wote walijumuika mezani huku Laya akimwangalia mama yake kwa jicho la asante. Baada ya chakula walienda kulala. Laya aliingia chumbani kwake, ilikuwa takribani saa 4 za usiku. Medi alikuwa chumbani kwake huku akiangalia simu yake, kisha sekunde endapo Laya atapiga au kutuma message ili ajue nini kinachoendelea huko. Basi mara akiwa amemaliza kuangalia simu na kuiweka kitandani, ghafla alisikia mlio wa message. Alinyanyuka haraka kuishika simu huku akisema, afadhali. Moja kwa moja alijua ni ile message kutoka kwa Laya, mpenzi wake. Alifungua ujumbe ule na kukutana ni Laya. Alichotaka alipokutana na neno hai, Medi alitulia chini na kutafuta namba ya Laya kisha kumpigia. Laya alipoona simu ya Medi ikiingia alikata. Medi alipiga tena na tena mfululizo, lakini simu ilikatwa, kwani Laya aliogopa tena kuongea na simu usiku, akijua huenda mara hii baba yake Mzee Salim akimsikia akiongea na mtu itakuwa tatizo. Basi Medi alipoona simu yake inakatwa, alituma ujumbe wa message. Message ya Medi ilisema, vipi, mbona unanikatia simu, kulikoni? Hebu nifahamishe. Basi message ya Laya akamjibu, hatuwezi kuongea Medi, baba atanisikia, tutaongea kesho. Message ya Medi, basi niambie kinachoendelea. Laya, mama amesemaje na umemwambia kuhusu mimi? Message ya Laya, Medi, usijali, tutaongea kila kitu kesho. Sawa dia, good night, I love you. Message ile ikamfikia Medi akasema, okay poa, good night too, I love you too dear. Najua unanisikiliza, kuna kipindi huwa una message za mpenzi wako kutumia, hasa kwa yule ambaye mnapendana. Ukiona message inaingia, dear, I love you, I need you. Ngoja basi niendelee, simaliza utamu. Basi wote walilala na kesho yake wakakutana chuo. Walipoonana baada ya muda wa masomo, maongezi yao yalianza. Medi akamfuata akamwambia, vipi jana ukanirusha low, nimebaki na wasiwasi usiku kucha. Yani hata sijui nikwambieje. Kwa nini? Kuna nini? Niambie tu. Kwanza mama mwenyewe kidogo aniue nilipomwambia kuhusu wewe. Kitu cha kwanza aliniuliza, wewe ni kabila gani? Medi, imefika huko. Laya, nilipomwambia wewe ni mtu wa Tabora tu, kidogo aniue, lakini nikazidi kujitetea, ila akasisitiza kwamba baba hawezi kukubaliana na sisi hata iweje. Nami hilo nalijua Medi, ishia hapo hapo. Sasa ngoja nikwambie, nitahakikisha tunaoana hata kwa vita. Siwezi kuishi bila wewe Laya, amini hilo, siwezi kuishi. Yani siwezi kabisa kuishi. Sasa tutafanyaje Medi? Medi akamwambia, kwani mimi nina kasoro gani mpaka nisikuoe? Kwa vile mimi ni Mwafrika au mimi sio binadamu kama nyinyi? Sasa nakwambia nitahakikisha tunaoana Laya. Wewe yani amini tu tutaoana, labda ukatae wewe mwenyewe. Laya akamwambia, Medi, wewe unajua nakupenda sana
kiasi gani na sitakuwa tayari kuolewa na mwanaume yeyote yule. Medi akamtazama machoni, akimuona binti chozi kimtiririka, akamuuliza, nikuulize kitu? La, akasema okay, niulize tu. Akamwambia, utakuwa tayari kutoroka na mimi? La, akasema Medi, niko tayari. Akamwambia kweli? Yeah, come ya baby. Medi alimuita La kisha akamkumbatia. Walirudi nyumbani na mapenzi yao yakaendelea tena kwa kasi kubwa sana. Hawa vijana wanahitaji hatari sana. Yani mpaka mimi naye kusimulia dikata. Kuna kitu nakiona mbeleni. Okay, twende. Basi baada ya miezi kadhaa, Medi na Laya walimaliza mitihani yao ya mwisho na wakamaliza chuo, wakaenda makwao, huku kila mmoja akijiandaa na graduation yao iliyopangwa kufanyika tarehe 14 mwezi wa 11. Medi na Laya walijiandaa kwa ajili ya sherehe yao, huku kila mmoja akijiandaa kutunikiwa shahada yake na kila mmoja akimwandalia mwenzie zawadi. Laya aliamua kumtaarifu kaka yake Raju ambaye anaishi Dubai kuhusu sherehe, huku akimwomba aje kuhudhuria mahafali yake. Laya alimpigia simu Raju, asalamu alaikum brother. Walaikum salam, vipi mzima? Mi mzima bro, vipi utakuja kwenye sherehe yangu? Raju akamjibu, nitajitahidi Laya, usijali. Unataka zawadi gani? Nitafurahi ukija niletee zawadi yote ile, yani usisahau baibui. Nilijua tu, na hiyo bi mkubwa atataka pia. Akose yeye, umejuaje? Lakini poa, nitakuja, maana nataka kuangalia biashara inaendeleaje, hivyo nitamfahamisha na baba ujio wangu. Basi Laya akasema, yani bro, hivyo mbona unafanya vizuri sana. Okay, imeanza tu karibuni, ila imeshajulikana kila sehemu. Utasikia game supermarket, yani mara nini, yani mpaka la kuna wafanyakazi wengi wazuri wasafi wanavaa sare. Yani kiukweli kaka, nimefurahi sana kwa hii biashara. Raju akamwambia, hiyo huwa unaenda mara kwa mara kuangalia? Kama huwa naenda kuangalia na baba pia, kwa hiyo uko vizuri kabisa brother. Yani game supermarket ni ya kimataifa, kuna wazungu wa Tanzania, watu mbalimbali nje wanaokuja pale, wanaenda kununua vitu pale. Sijui huo mzigo ulinunua wapi? Alimuuliza maana Raju akamwambia, nachukua sehemu mbalimbali kama China, huku Dubai, Uarabuni na Uingereza. Huwa nachukua hadi Irani pia. Ndo maana bidhaa ni high quality. Ongela bro. Haya poa Laya, haya poa, baadaye basi waliagana. Laya na kaka yake walimaliza kuongea, kisha Raju akampigia simu baba yao kumtaarifu kuwa atakuja kwenye sherehe ya mahafali ya mdogo wake. Baba yake alifurahi, kisha akamwambia ni vizuri aje aone na kampuni yao inavyoendelea na kukagua kila kitu. Basi baada ya maongezi yale ya Raju na baba yake, jioni walijumuika katika chakula cha pamoja na kisha wakaenda kulala. Basi Laya naye alienda kulala kwa furaha, akijua kuwa kaka yake atakuwa kwenye mahafali yake na kumletea zawadi kama alivyomwahidi, tena itakuwa ni kibao tu. Basi wakiwa wamelala, mzee Salim na mkewe mzee Salim alianza maongezi kwa mkewe. Mzee Salim akamwambia mkewe, mama Raju, Laya amemaliza masomo yake sasa, wewe unaonaje, au unahisi afanye nini kwa sasa? Mama Raju akasema, mimi nilikuwa naona awe director manager kwenye kampuni yetu, nadhani hata Raju atafurahi sana. Mzee Salim akajibu, ni kweli na ni vizuri, lakini watoto wa kike unawajua, atakaa huko ofisini utakuta anajiingiza kwenye mambo mengine. Mama Raju akasema, Laya ni msomi, nadhani atafanya kinachofaa tu. Mzee Salim, mtoto wa kike awe amesoma au hajasoma, akili ni ile ile. Mi naona Laya bora nimtafutie mchumba aolewe. Mama Raju, mume wangu, mara hii tu, hebu mwache mtoto kidogo kwanza aonje matunda ya elimu yake. Akifoka sana Mzee Salim, hebu sikia nikwambie wewe, angekuwa ni wa kiume ningemwacha, lakini wa kike ataleta aibu hapa nyumbani. Mama Raju akashangaa akasema,
kwa kweli sijui kama yeye mwenyewe atakubali hilo. Huku mama Raju akikumbuka kuhusiana mwanaye ana mchumba wa Kiafrika, alichanganyikiwa sana, akajikuta ana kosa la kusema. Basi mzee Salim akamwangalia, akamwambia asikubali kwa nini? Na mimi ndo baba yake, asipokubali atafute mzazi mwingine. Yamekuwa hayo tena. Haya, utajuana wewe na mwanao. Mimi nishaamua, na kesho nitaongea na mzee Saidi wa Oman. Ana vijana wengi sana. Ndo hayo kweli mume wangu? Mama Raju alijua alizidi kuchanganyikiwa maamuzi ya mumewe na akakosa la kufanya. Kesho yake aliamka bila raha. Kila mara alikuwa akimwangalia binti yake huku wakiwa jikoni. Alitamani kumwambia, lakini aliona sio sawa kwa wakati ule. Mama yule aliwaza sana juu ya binti yake mpaka mwanaye akawa akimuuliza mama yake, mama uko sawa? Mama ajibu kitu. Basi kesho yake mzee Salim alimwalika mdogo wa mzee Saidi aliyejulikana kwa jina la Abdalla na kumwambia kila kitu kuhusu binti yake, kwamba alitaka kumwozesha kati ya vijana wa kaka yake. Hivyo mzee Saidi anaishi Oman kwa sasa, ila mwanzo alikuwa akiishi Tanzania. Abdalla alikiri kuwa mzee Saidi ana kijana anayefanya kazi huko Oman na alikuwa akitafuta mchumba vilevile, hivyo imekuwa ni bahati sana. Abdalla akamwambia, yani imekuwa bahati mzee Salim, kwa kweli kaka yangu ni kweli ana kijana ambaye vilevile alikuwa anatafuta mchumba. Mzee Salim akasema, nafikiri ni bahati na kwangu pia. Mzee akaanza kutabasamu kabisa. Basi Abdalla akamwambia, ni kweli, mimi nitaongea naye kaka leo, alafu nitakupa jibu. Sawa Abdalla, unajua mtoto wa kike atakiwi kukaa nyumbani hivi hivi, anaweza ukakuta akakuletea matatizo. Ni kweli kabisa, Abdalla alijibu. Maongezi yao yaliisha, waliagana, kila mmoja akaenda kwake. Nyumbani kwa mzee Salim, baada ya chakula cha usiku walienda kulala. Mzee Salim alilala kisha akakaa kimya. Mama Raju aliona bora amuulize kulikoni kuhusu maamuzi yake, huenda labda amebadili mawazo. Alimuona kimya huku akionyesha dalili za kulala bila kuongea chochote. Mama Raju akasema, kulikoni mume wangu? Mzee Salim akamjibu kwa ukali, kuhusu nini? Mzee Salim alijibu tena kwa ukali huku akimwangalia, si kuhusu maamuzi ya Raya. Mama Raju alijibu, mzee Salim, niliongea na Abdalla leo na amesema ataongea na kaka yake Saidi, ana kijana yuko Oman anatafuta mchumba. Baba Raju, kwa kulalamika, ungeongea na mtoto kwanza usikie kama anaafiki wazo lako. Mzee Salim alifoka, mimi ndo baba, lazima afuate amri zangu na mama yake ni wewe. Sasa niongee naye nini? Nikipata jibu kutoka kwa Abdalla nitamtaarifu tu Raya kuwa ajiandae na ndoa, basi nimemaliza. Mama Raju alizidi kuchanganyikiwa, akaona bora anyamaze, maana macho tu ya mumewe hakutaka kumsikiliza yeye kama mama wa binti. Basi tunaendelea na hadithi hii niliyokuambia ndugu unayenisikiliza, inaitwa Unfortunate Love. Haya ni mapenzi. Okay, tuendelee. Basi zilibaki siku 3 mahafali yafanyike, na leo Raju alikuwa akiwasili kutoka Dubai. Mzee Salim alichukua gari lake mpaka airport kwenda kumpokea kijana wake mpendwa aliyefufua familia yake upya, na sasa wana jina kubwa hapa jijini Dar es Salaam. Walipofika nyumbani, Raya na mama Raju walimpokea Raju kwa furaha, na kila mmoja akifurahia zawadi alizoletea na Raju. Basi kesho yake Raya alijiandaa vya kutosha pamoja na mpenzi wake Medi. Raya alimjulisha Medi kuwa Raju kaka yake amekuja kwa ajili yake na atakuwepo katika mahafali yake. Medi alifurahi sana kuona hata shemeji naye atakuwepo. Alitamani kumuona shemeji yake kiukweli. Basi wakati Raya akijiandaa na sherehe ya kesho, mzee Salim naye alikuwa akisubiri jibu kutoka kwa Abdalla. Siku hiyo hiyo Abdalla alimpigia mzee Salim simu na kumpa jibu zuri kabisa. Maongezi yao yalikuwa hivi: Abdalla, asalamu alaikum. Mzee Salim akamjibu, alaikum salam. Vipi hali yako shehe?
Akaambia, kwema mzee wangu. Naam, vipi kazi yetu? Kwa kweli ni nzuri. Niliongea na kaka akaongea na kijana wetu. Hivyo anaitwa Nasoro, ni kijana mzuri sana. Nadhani anafaa kumwoa binti yako. Ni msome vile vile, anafanya kazi kampuni ya mafuta huko Oman. Kijana amekubali, ila anataka muone binti mwenyewe hata kwa picha tu kwanza. Basi mzee Salim akasema, Allah, basi vizuri. Picha nitafanya mpango wa kuituma mimi na kaka yake binti. Basi Abdalla akasema sawa, nitakupatia namba za huyo kijana ili utume hizo picha kwa WhatsApp. Mzee Salim akasema sawa kabisa, haina tabu. Basi mzee Salim baada ya kupata namba ya yule kijana hakujua atume vipi picha za binti yake kwenda Oman, kwani hakujua kabisa kutumia WhatsApp na WhatsApp ni nini. Mzee Salim aliazimia kuomba msaada kutoka kwa kijana wake Raju amfahamishe jinsi ya kutuma picha kwenda Oman. Basi siku hiyo jioni, mzee Salim pamoja na Raju kama kawaida yao huenda kazini kwao kukagua maendeleo ya biashara yao huko na kurudi saa 3 usiku. Siku hiyo jioni kama kawaida waliingia kwenye gari na kwenda Mlimani City kukagua wafanyakazi wao na kuangalia maendeleo ya kazi yao. Wakiwa njiani, mzee Salim aliamua kumuuliza kijana wake kuhusu kutuma picha. Ilikuwa hivi, hebu sikiliza ndugu unanisikiliza. Mzee Salim alianza hivi, kwa mfano ukitaka kutuma picha kwa mtu aliye mbali kwa simu unatumaje Raju? Raju akasema, mpaka uwe na WhatsApp baba. Mzee Salim akasema, hiyo WhatsApp ndo nini na nitainunua wapi? Raju alicheka sana. Hapana baba, sio kifaa, hiyo ni program, inabidi uidownload kwenye simu yako kama ni ya Android. Na Android ndo nini? Raju akazidi kucheka, baba, na Android sio Android, ni simu ikiwa na uwezo wa kutuma WhatsApp. Make sure sio simu zote zina uwezo wa Android. Mzee Salim, haya, na hii ya kwangu je? Hebu tuone. Hii inaweza kutuma WhatsApp, ngoja ni download. Mzee Salim akasema haya. Raju alimwekea WhatsApp mzee Salim kisha akamwanzishia. Mzee Salim alikuwa akitafuta eneo la kupaki gari. Tayari baba, nisha kuunganisha. Hapa unaweza kutuma picha kwa yoyote yule unayemtaka kumtumia. Una namba yake kwanza, na yeye kama amejiunga WhatsApp pia, basi jambo litakuwa ni rahisi. Mzee Salim akasema, sasa hebu tuma hizi picha za Raya kwenda kwa namba hii. Raju, ni namba ya nani baba? Salim anasema, anaitwa Nasoro. Raju, wa wapi? Mbona unamtumia picha za Raya? Mzee Salim, unajua nini Raju? Nimeona bora dada yako aolewe mapema. Raju alishangaa. Kwa nini baba? Wewe si ndio ulikuwa unaniambia nimtafutie kazi Dubai? Ndiyo, lakini watoto wa kike sio wa sasa na wa kiume. Hakika tu, hata kama ana kazi anaweza kufanya vitu tofauti. Lakini baba, yeye Raya anasemaje kuhusu hili? Nilitaka niongee na muhusika ambaye ndio huyu kijana kwanza, ndio nimjulishe Raya. Lakini baada ya kujua upande wa kijana wamelipokeaje na mama je anasemaje? Yeye ananipinga, kwa hiyo nimeamua kufanya maamuzi. Huu uamuzi ni wa kwangu mimi. Sawa baba, ila mimi sioni kama ni sawa. Kwa hiyo na wewe unaungana na mama yako, mnanipinga eti? Sasa sikia, nitafanya mimi kama mimi na Raya ataolewa. Raju hakutaka kujibu kitu. Waliingia ofisini na kukagua kazi zao, kisha wakaondoka kwenda nyumbani. Mida ya saa 3 usiku, njiani, Raju aliwaza kuongea na mama yake juu ya lile swala. Walipofika nyumbani na baada ya chakula, mzee Salim alienda kulala. Raya naye akaenda kulala, ila kesho yake aamke mapema kwa ajili ya sherehe yake. Mama Raju na Raju walibaki sebuleni wakitazama TV pale sitting room. Raju aliona ni muda mzuri wa kuongea na mama yake juu ya swala la Raya. Maongezi yao ilikuwa hivi: mama, hivi uamuzi wa baba wa kumwozesha Raya sasa hivi unaona ni mzuri? Wewe amekuambia nani kuhusu hili swala? Nadhani asingeniambia, ila nilishangaa kuona
baba ananiambia nitume picha za Laya kwa mtu nisiyemjua. Ndio nikaanza kuuliza, akaniambia makubwa, ina maana ameshatuma na picha za Laya huko? Ndiyo mama. Sasa mimi naona tumwachie mambo yake mwenyewe, maana baba yako ni mbishi kama tangawizi. Haya mama, yetu macho. Raju aliongea huku akinyanyuka kwenda chumbani kwake, na mama Raju alienda kulala pia. Basi kesho yake waliamka na kujiandaa kwa ajili ya mahafali ya Laya. Laya, Raju na mama yao walijiandaa, lakini mzee Salim hakuonesha dalili za kutoka nyumbani siku hiyo. Laya alimuuliza baba yake kama atakuja kuoneshelea mahafali yake. Baba yake alijibu kuwa anajisikia vibaya siku hiyo, ila amemwandalia tu zawadi. Basi mzee Salim alibaki nyumbani huku akitumia muda wake vizuri kuwasiliana na Nasoro na mzee Saidi, baba yake Nasoro. Nasoro aliahidi kuja Tanzania baada ya siku 4 ili apate mahali na wapange siku ya harusi na amuoe binti. Basi mzee Salimu alifurahi kusikia vile. Alipanga familia yake ikirudi awape habari zile nzuri pamoja na Laya mwenyewe. Basi jioni ilipofika, Laya na kaka yake na mama yao walirudi nyumbani kutoka kwenye sherehe ya Laya ya kumaliza masomo yake ya degree. Walipofika nyumbani walimkuta mzee Salim amekaa akiangalia TV. Laya alikuja kwa furaha na kumkumbatia baba yake. Baba yake alichukua zawadi ya binti yake aliyomwandalia, na yeye ilikuwa ni iPad. Laya alifurahi sana. Wakakaa kidogo, kisha mzee Salim akaanza maongezi. Leo nina habari njema kwenu. Raju na mama yake walitazamana, alafu akaropoka kwa kusema hivi, Laya, najua baba. Mzee Salim, nipi? Laya, si ni mimi. Raju na mama yake walishangaa sana na kutazamana, kisha kukaa kimya. Mzee Salim, kwani umefanya nini? Laya, si nimegraduate baba. Raju na mama yake waliangua kicheko, kila mmoja akimtazama mwenzie. Laya aliwauliza, Laya, mbona mnanicheka? Raju na mama yake walijibu kwa pamoja, hapana, tunafurahi tu, maana yajayo yanafurahisha. Mzee Salim aliwatazama wote wakae chini, kisha awaeleze. Waliketi kwa pamoja, huku kila mmoja akisubiri kwa hamu kusikia mzee Salim alitaka kusema nini. Kikao kizito kabisa hiki. Basi mzee Salim aliongea. Ni hivi, alivuta pumzi kidogo. Laya, nafikiri wewe umekuwa mtu mzima sasa. Laya alijibu, ndiyo baba. Nadhani kwa sasa unaweza kutunza familia vizuri tu. Aliposema hivyo, Raju na mama yake walijua tayari kinachoendelea. Kila mmoja alingoja kwa hamu. Mzee Salim aliendelea kuongea. Mzee Salim, kwa hiyo nadhani ni wakati mzuri wa wewe kuolewa. Laya, baba. Laya aliita kwa mshtuko. Mzee Salim, kwa hiyo una mchumba wako una mchumba yuko tayari, yaani mchumba wako wewe atakayekuoa yuko tayari. Mzee Salim baada ya kusema hivyo tu, Laya alisimama na kusema kwa nguvu, baba unasemaje? Mzee Salim aliamuru kwa ukali, kaa chini wewe. Laya alikaa chini huku akitetemeka. Basi mzee Salim akasema, kama nilivyosema, ni kijana anayeishi Oman na kesho kutwa anakuja kwa ajili ya kulipa mahali. Laya alianza kulia tena kwa nguvu, huku akikataa uamuzi wa baba yake. Baba yake Laya alianza kufoka na kumuuliza Laya analia nini. Baba, mimi sitaki kuolewa sasa hivi. Mzee Salim alianza kufoka tena kwa nguvu, huku akibishana na Laya. Mzee Salim, sasa nakwambia utaolewa na Nasoro, labda mimi sio baba yako. Kama hauolewi tafuta mzazi mwingine. Mpumbavu wewe, unataka kukaa nyumbani uniletee watoto wasio na baba yao, si ndio? Hapa nakwambia utaolewa, unataka au utaki, utaolewa tu. Laya alipoona baba yake kapandisha hasira, alianza kujitetea. Baba, sio kwamba sitaki kuolewa, isipokuwa mimi sitaki kuolewa na huyo mwanaume uliyemtafutia. Kwa hiyo unataka kuolewa na mti? Hapana baba, ila mimi nina mchumba ninayempenda. Baada ya kusikia hivyo, mzee Salim alianza kuoji. Nini? Ndiyo baba.
wa wapi? Anaitwa nani? Ni mtu gani? Ni kabila gani? Hebu nielezee vizuri mtoto. Anaitwa Mohamedi, kwao ni Manzese, lakini ni watu wa Tabora. Ni kabila gani wewe? Laya alijibu kwa uoga, ni Mnyamwezi, huku akimtizama baba yake. Mzee Salim akamtizama na kumuuliza kwa hamaki, unasema yani sijakusikia vizuri binti, hebu nisubiri hapa. Kila mmoja wasiwasi ulimjaa kwa wakati ule. Raju na mama yake walikosa neno la kusema. Raju alizidi kushangaa kusikia mdogo wake ana mchumba mwingine tayari. Laya alianza kumlilia mama yake, mama, mbona unitetei? Mama, Laya, unamjua baba yako vizuri na sijui umejiamini nini? Mzee Salim alielekea chumbani kwake wakati anamwambia hebu nisubiri mamoja. Kumbe alienda kuchukua bastola yake. Aliporudi alikuta mkewe akimalizia kuongea. Alifika moja kwa moja na kumvuta Laya, kisha akatoka naye nje. Mama Raju na Raju walishindwa kujizuia, wakamfuata baba Raju nje, huku akimuuliza anampeleka wapi Laya. Mzee Salim aliwageukia na kuwaonesha bastola, wote wakashtuka. Mama Raju alishindwa kujizuia, akalia, presha zikampanda, akazimia, huku Raju akihangaika na mama yake. Mzee Salim alikuwa amekwisha panda gari pamoja na Laya, huku akimlazimisha kuongoza njia mpaka kwa kina Mohamedi. Laya aliongoza njia moja kwa moja mpaka Sinza kwa Dr. Lemi kutoka Oyster Bay, huku Mzee Salim akishikilia bastola mkononi mwake. Walipofika getini kwa kina Mohamedi, waliingia bila hata kusubiri ruhusa ya mlinzi. Mlinzi alijaribu kuwazuia, lakini Mzee Salim aliacha risasi 2 hewani. Yani basi mlinzi alianza kupiga kelele akikimbilia ndani na kuwakuta Mzee Amo na mkewe Bisaida wakiwa wamesimama kwa uoga baada ya kusikia milio ya risasi nje ya nyumba yao. Uoga ulizidi kuwaingia walipoona mlinzi akija mbio ndani huku akipiga kelele. Mzee Amo aliingia chumbani kwake mbio na kuchukua silaha yake ya bastola. Alijiandaa kupambana tayari na mhalifu atakayekuja ndani. Muda huo alikoka ile pisto yake vizuri, akajiandaa, huku Bisaida akitetemeka kwa uoga. Mzee Salim aliingia moja kwa moja ndani huku akipiga kelele na akimvuta Laya kwa nguvu. Mzee Salim akasema, namtaka huyo mwanaharamu Mohamedi anayeniharibia familia yangu. Mzee Amo baada ya kusikia vile alishtuka na kumsubiri mzee yule afike walipokuwa. Mzee Salimu alienda moja kwa moja jikoni bila kujua kama kule jikoni, huku akimvuta Laya na kupiga kelele, yuko wapi? Nasema yuko wapi? Haja hapa. Mzee Salimu alitoka jikoni moja kwa moja na kuingia chooni, huku bado akimvuta Laya mkono na kusema yuko wapi, akiuliza. Yani alikuwa akimtafuta huyo Mohamedi hapo kwao bila hata kuuliza humu ndani wenyewe mpo. Yani huyu mzee aliamua kutawala nyumba ghafla. Basi Mzee Amo alitulia kimya sitting room baada ya kusikia mgeni wao wa shari anahangaika tu mle ndani. Laya alilia sana na Medi kwa wakati huo akuwepo nyumbani, kwani alipita kwenye pati iliyoandaliwa na chuo maeneo ya Quality Center Savana pale. Hivyo Medi akuwepo nyumbani wakati yale yote yakiendelea. Mzee Salim alizunguka karibia nyumba nzima akimtafuta Medi. Kabla ya kwenda sitting room, alipofika tu sitting room, alishtuka sana kukutana bastola imemlenga usoni. Alirudi nyuma kwa uoga huku akijiandaa kuikoki pisto yake, lakini Mzee Amo alimfuata moja kwa moja na kuiweka pisto yake kwenye paji la uso la Mzee Salim, huku akimwamuru aweke pisto yake chini. Basi Saidi na Laya uoga uliwazidia, wakijua pana kifo mahali pale. Laya alilia na kuanza kumwombea msamaha baba yake kwa Mzee Amo. Mzee Amo alianza kuwahoji, wao ni akina nani? Mzee Amo, nyie ni akina nani na mnataka nini nyumbani kwangu na mwanangu wa nini? Mzee Salimu hakuweza kujibu kitu. Laya alipoona vile, aliamua yeye kuongea kujibu badala ya baba yake. Akasema, mzee, mimi naitwa Laya na huyu ni baba yangu na Mohamedi ni mchumba wangu.
Mzee Amo na mkewe baada ya kusikia vile waliangaliana kwa mshtuko. Mzee Amo akaamua kuuliza tena, mmekuja kufanya nini hapa tena kwa shari? Mzee Salim aliamua kujikamua na kuongea huku akiwa akaweka mikono juu. Mzee Salim akasema, nisikilize, sitaki mwanao awe na uhusiano na mwanangu. Kwa hiyo ndo kimekuleta hapa kama mwezi, si ndiye? We mzee mpumbavu sana, hebu ondoka kwangu haraka kabla sijakufatulia risasi. Mzee Salim alimvuta mkono binti yake, wakaanza kuondoka haraka haraka. Huku nyuma Mzee Salim aliachia bastola yake pale chini. Walipofika nje, alikumbuka na kurudi ndani haraka haraka kwa Mzee Amo. Mzee Amo alishangaa kumwona tena Mzee Salimu akinyanyuka haraka haraka na bastola yake. Mzee Salimu akasema, umerudi tena? Mzee Salimu akajibu, hapana Mzee Amo, silaha yangu bwana, nimeiacha. Mzee Amo hakuwa na sababu ya kumzuia asichukue silaha yake, ila masharti. Yenyewe ilikuwa ni hivi kwamba Mzee Salimu afungwe kitambaa usoni, kisha pisto ile ataibeba mke wa Mzee Amo, alafu atasindikizwa mpaka nje. Kila mmoja alishangaa masharti yale. Bi Saidi aliamua atafute kitambaa na kumfunga Mzee Salimu. Bi Saidi alifanya kama alivyoambiwa na mumewe. Alienda chumbani kwao na kutafuta kitambaa. Haraka haraka alirudi na kuanza kumfunga Mzee Salimu kitambaa usoni, kisha akaishika bastola yake. Wakaanza kumwongoza njia mpaka nje, Mzee Amo akishikilia bastola mkononi, Bi Saidi akimwongoza Mzee Salimu njia mpaka nje. Laya alikuwa amesimama nje huku akimsubiri baba yake arudi waondoke. Alishangaa na kuanza kuogopa baada ya kumwona baba yake amefungwa kitambaa usoni akiletwa nje huku kashikiwa bastola kichwani. Alianza kuhoji, kuna nini tena? Mzee Amo alimuuliza, umekuja na usafiri gani? La, tumekuja na gari liko hapo nje ya geti. Mzee Amo, haya twendeni. Walitoka nje ya geti na kumpeleka Mzee Salimu moja kwa moja mpaka kwenye gari, kisha wakamfungua kitambaa usoni. Mzee Salimu alitafuta funguo za gari kwenye mifuko yake. Alipoziona alipofungua gari aliwasha, kisha Laya akapanda na wakamkabidhi bastola yake. Akaondoka na gari kwa hasira huku akisema mwenyewe, ningewaua leo, wana bahati ya mtende. Laya aliposikia maneno yale akiongea baba yake alitamani kucheka, ila akajitahidi kuvunga. Mzee Amo na mkewe walirudi ndani huku akiongea. Mzee Amo, watoto wa siku hizi bwana, watauana bure, eti mchumba. Jamani Bi Saidi, basi hatuna jinsi, bora tuliepuke hili. Mohamed akija tuongee naye aachane na watoto wa Kiarabu kabisa. Mzee Amo, lakini ni binti mzuri Bi Saidi. Ni kweli, lakini matatizo yao ndo hayo tena. Tatizo ni ukabila mno. Waarabu, yani kwani Mwafrika sio mtu hadi wasioane? Bi Saidi akamwambia mmewe, tutamwambia Mohamed bora atafute binti mwingine, kwani wapo mabinti wa Kiafrika wazuri zaidi ya Waarabu. Mzee Amo, ni kweli bwana, kama atataka mke atafute mwingine kiukweli. Basi wakiwa bado wanajadili, mara mlango ulifunguliwa na Mohamed aliingia. Yalikuwa majira ya saa 7 hivi. Mohamed alishangaa kuona mpaka muda ule wazazi wake hawajalala. Mohamed alioji, baba, mpaka sasa hamjalala, kwa nini? Bi Saida akajibu, kulikuwa na vita ndogo hapa nyumbani. Mohamed, vita ya nini tena mama? Akamwambia, unamfahamu Laya? Sijui Laya, sio Laya. Mohamed, Laya ndiyo muigizaji, amefanya nini? Akasema, sio Lei, na kuuliza Laya. Mzee Mo akasema, Laya binti mmoja wa Kiarabu. Mohamed, Laya mmemfahamu vipi mama? Bi Saida akasema, unamjua? Jibu. Akasema, ndiyo mama, mimi ni nani kwako huyo Laya? Laya ni mchumba wangu. Mzee Mo akaguna, sikukatazi kuwa katika mahusiano, ila tafuta msichana mwingine mwanangu. Kwa nini baba? Mi nampenda Laya sasa. Bi Saidi, kama unataka ufe endelea na yule binti. Mama, mbona siwaelewi? Kulikuwa na kitimtimu hapa nyumbani kidogo,
kiumbe apoteze maisha yake hapa. Baba mtu kaja na pisto na binti yake anamburuta, anakutafuta kulipue, bahati yako ukuwepo, ataki uwe na mahusiano na binti yake. Mzee Amo, kwa hiyo achana na huyo binti. Medi alishangaa sana, alafu akaongea kwa hasira huku akielekea chumbani kwake. Baba, mimi nampenda sana Laya, siwezi na nitamuoa yeye tu. Mzee Amo na Bi Saidi watazamana kisha wakaguna, na baada ya hapo walienda kulala. Basi Mzee Salim na Laya walipofika nyumbani walishangaa kutomkuta Mama Raju wala Raju pale nyumbani. Mfanyakazi aliulizwa na Mzee Salim akajibu kwamba Mama Raju alizimia, hivyo Raju alimpeleka hospitali. Mzee Salimu alimpigia simu Raju na Raju akamwambia kwamba walienda hospitali ya TMJ Mikocheni na sasa Mama Raju anaendelea vizuri, wako njiani wanarudi, kwani alipatiwa dripu na kisha nguvu zake zikarejea. Laya aliingia chumbani kwake na kuanza kulia upya. Muda si mrefu Mama Raju na Raju waliingia ndani, kisha Mama Raju akaenda kulala pamoja na Mzee Salimu. Raju naye alienda chumbani kwake kulala. Laya alilia sana usiku ule. Muda si mrefu aliona simu yake ikiita, ilikuwa namba ya Medi. Laya hakuweza kupokea simu na wala hakuwa na salio la meseji, hivyo alizidi kulia kwa uchungu. Medi alituma meseji kibao bila kujibiwa. Hatimaye alichoka akaamua kulala. Basi kesho yake asubuhi Raju na baba yake walienda kazini. Laya na mama walibaki nyumbani. Laya akiwa hana raha kabisa. Mama yake alimuita kisha kumuuliza kilichotokea huko jana walipoenda na baba yake. Laya alimhadisia mwanzo mpaka mwisho. Mama Raju alicheka sana, hakutegemea kama mumewe angepata upinzani wa hatari kule alipoenda. Laya alimuomba mama yake ushauri. Mama Raju alimshauri Laya ampigie Medi na kumweleza kila kitu. Basi Laya alikubali. Alimpigia Medi na kuanza kumwambia kila kitu, hata kuhusu mchumba aliyetafutiwa na kwamba zimebaki siku 2 tu huyo mchumba aje kutoa mahari. Medi alihisi kuchanganyikiwa, hakujua afanyeje. Medi aliona bora amuombe ushauri rafiki yake mmoja aliyeitwa Alex, ambaye alikuwa akifanya biashara ya magari hapo nchini na alisafiri mara kwa mara kwenda South Africa. Basi Medi alipanga kukutana na Alex siku hiyo kisha amwelezee matatizo yake yaliyomkuta. Basi Alex na Medi walipanga kukutana Mary Brown Mlimani City. Walikaa wakaongea sana. Medi akamweleza Alex kila kitu. Alex, sasa bro, sijui nikushauri nini hasa. Na huyo demu wewe unampenda sana inavyoonekana. Medi, sana sana Alex. Alafu unaijua ile game supermarket ya humu ndani? Alex asema ya naifahamu vizuri, supermarket kubwa hapa nchini, hakuna asiyejua. Basi hiyo supermarket ni ya kwao na Laya. Alex aliguna. Basi hawa wana hela sana eti. Medi akasema yani kuna huyo kaka yake na Laya anaitwa Raju, ndo kila kitu kwao, anafanya kazi Dubai, ndiye aliyetoa hela ya kuanzisha hiyo supermarket. Mzee wao anampenda sana yule mshikaji kuliko kitu chochote, yani kuliko wai wake, anaweza kusema. Alex akasema kwa hiyo yule ndo kila kitu katika familia ile. Akasema ndo kila kitu. Sasa ngoja nikupe bonge la dili. Alex alimwambia, lakini wewe utaweza? Alimuuliza Medi. Medi akasema kama ni issue inayomhusu Laya nitafanya kwa njia yoyote. Alex akasema sasa hela unayo ya kutosha? Medi akasema vile nisaidie kwa vyovyote vile, mimi nitafanya chochote ili mradi nimpate Laya. Alex akapata wazo akasema kama utapata hela za kutoroka kwenda kuishi na Laya sehemu yoyote ile, vipi? Medi akasema Alex, yani nitafight kwa vyovyote vile. Alex akasema sasa sikia, nikupe mchongo, lakini iwe siri yako na uhakikishe una hela ya kutosha. Medi akajibu okay, sasa tunafanyaje? Unataka nimtoroshe Laya? Akamwambia tulia wewe, ni hivi, kuna kundi moja huko South Africa linaongozwa na demu. Medi,
kundi la nini tena jamani? La majambazi? Sasa mimi nitafanyaje na hilo kundi? Alex akasema, Medi, tulia, wewe si ndo una shida na huyo Laya, na ukizubaa anaozeshwa. Sasa kosa kunisikiliza kwa makini, utaishia maumivu. Okay, niambie kaka. Lile ni kundi hatari, linaongozwa na demu. Ni kundi la kukodiwa kufanya matukio ya huko South Africa, Johannesburg. Gharama yao ni kubwa, ni kama $100,000 hivi. Medi, what? Nitatoa wapi hiyo hela? Alex, basi kama uwezi tuachane na hilo lile. Ngoja nifikirie kwanza, nitakujulisha. Alex, haya poa. Medi na Alex waliagana na kila mmoja kwenda kivyake. Ilikuwa majira ya jioni. Medi na Alex walipokuwa wakitoka nje, ghafla Medi aliwaona Raju na baba yake wakiingia ndani. Medi alimgusa Alex na kumnong'oneza kuwa wale ni baba yake na Laya pamoja na kaka yake. Medi alimpigia Laya simu na kumwambia kuwa amewaona kaka na baba yake. Simu ilianza kuita. Akamwambia, Laya, vipi hali yako? Poa, niambie. Niko hapa supermarket ya kwenu Mlimani City. Namuona baba yako na kaka yako wanaingia ndani. Ndiyo, kila jioni huwa wanaenda kuangalia maendeleo ya kazi, ila mara nyingi jioni huwa anaenda kaka Raju peke yake, asubuhi ndio huwa anaenda wote. Medi akamwambia, okay, poa, tutaongea baadaye. Laya akasema, haya poa. Medi akiongea na Alex akamwambia, kumbe huwa wanakuja kila jioni. Huyu mdingi ananitafuta asijue akanijua ya kuwa mengine. Kumbe kila jioni huwa wanakuja. Medi, bahati nzuri hawanifahamu, mimi ndo nawafahamu. Alex akasema, okay, basi twenzetu. Medi na Alex waliondoka. Medi alipofika nyumbani aliwaza apate wapi pesa. Aliwaza amuombe baba yake, lakini alijua baba yake hawezi kumkubalia. Alipata wazo kichwani, akaona bora aangalie salio la pesa kwenye akaunti ya baba yake. Medi alienda chumbani kwa baba yake, akaanza kusachi mahali ilipo kadi ya benki ya baba yake. Haraka kabla mama yake hajaingia, kwani alikuwa jikoni, alisachi kwa haraka na kuona kwenye moja ya draw za kabati la baba yake. Aliwaza achukue au aiache. Atachukua kesho yake au mwisho alikata shauri kwamba ataichukua kesho yake. Basi nyumbani kwa kina Laya ilikuwa imebaki siku moja tu, na Solo awasili kutoka Oman kuja kumwona Laya na kutoa mahari. Ilikuwa asubuhi. Laya alimpigia simu Medi kumwambia kwamba bado siku moja yule kijana awasili kwa ajili ya kutoa mahari. Sasa watafanyaje? Medi alimjibu kwamba ampe muda wa siku hiyo, atajua la kufanya. Laya alikubali. Basi Medi asubuhi hiyo, baada alipoenda kazini, yani baba yake alipoenda kazini, alihakikisha na mama yake yuko sitting room ametulia. Akaenda taratibu kwa kunyata na kufungua mlango wa chumba cha wazazi wake taratibu ili mama yake asisikie. Medi alifanikiwa kuingia na kuchukua ATM kadi ya baba yake. Alitoka chumbani taratibu na kuondoka. Alimkuta mama yake sitting room na kumwaga kuwa kuna sehemu anaenda kufuatilia kazi. Medi aliondoka moja kwa moja mpaka benki. Aliingia ATM na kuangalia salio. Medi alifurahi sana alipokuta kuna pesa za kutosha kwenye akaunti ya baba yake. Medi alimpigia simu Alex na kumwambia wakutane. Basi Medi na Alex walikutana pale pale Mel Brown Mlimani City. Maongezi yao yalianza. Medi, bro, sasa nipe ishu, hela ipo. Alex akasema, una uhakika? Yeah bro, pesa ipo. Sasa sikia, hapa tunatakiwa kuchezesha akili. Okay. Medi akaguna. Alex, hapa inabidi huyu mzee akubali wewe na Laya mfunge ndoa. Medi, kipi sasa blaza, wakati mzee alishakataa kuhusu mimi? Alex, sasa wewe unadhani wale watu wa South Africa watafanya kazi gani na hiyo hela unadhani ni ya nini? Medi, mimi sijui, hebu niambie jinsi ilivyo. Alex, sikia, ilo kundi linaitwa DITS, yani Digital Terrors. Hawa ndio wazee wa hizi issue kama nilivyokwambia, na hili kundi linaongozwa na mwanadada huyu.
Medi, kwa hiyo huyo demu yuko strong sana mpaka anaongoza midumu. Alex, ni brilliant sana yule demu, ukimuona mwenyewe huwezi kumzania. Ndio maana wanafanikiwa mambo yao. Kwanza ni mrembo, alafu kadogodogo hivi, alafu kalembo sana, lakini njoo kwenye ishu ya mkono, kanapiga mkono ni balaa. Alafu njoo kwenye swala mashine, wale wako digital zaidi, ndio maana gharama yao ni kubwa sana. Medi, wali wafahamu vipi? Alex, mshikaji wangu mmoja huwa anawatumia kuna ishu zake zenye matatizo. Okay, tunafanyaje sasa? Kwanza unatakiwa walipe gharama ya kuja huku Tanzania na kila kitu kwa siku hiyo watakazokaa huku wakikamilisha kazi yako. Saa tunafanyaje sasa? Sasa sikia nikwambie, wewe si ulisema kwamba huyo mdingi anampenda sana yule jamaa mnamuita sijui Raju, ndio kila kitu kwake. Yes akasema, Medi akasema ndio kila kitu. Okay, sasa inabidi yule mshikaji atekwe, na atakapokuwa ametekwa yule dingi apate taarifa. Baada ya hapo dingi ataambiwa kwamba mwanae ametekwa. Sasa ili ampate inabidi awafungishe nyie ndoa, la sivyo yule anauawa. Nina uhakika dingi atakubali. Medi, yap akacheka sana. Bro, we kweli ni kichwa. Alex, sasa fanya mpango. Medi, sasa ngoja niongee na Raya. Alex, poa. Mpango umeanza kuhangaika, watu wanatafuta mapenzi ya ndoa. Basi Alex na Medi waliagana na kuondoka. Medi alipofika nyumbani alimpigia simu Raya na kumuuliza kama yuko tayari kutoroshwa. Raya alikubali kwa 100%. Medi alijua kwamba kesho yule kijana na Solo kutoka Oman anakuja kwa ajili ya kulipa mahari na kupata kumfahamu vizuri Raya. Medi alimwambia Raya atulie wala asijali, kitakachotokea yule jamaa akifanya afanye poa tu, ila mradi wote ajiandae, yani muda wote ajiandae kwa ajili ya kutoroka na Medi. Alex naye alipofika alimpigia rafiki yake wa South Africa na kumwambia mpango mzima. Hivyo aliomba kuunganishwa na lile kundi la DTC kwa ajili ya kazi hiyo. Alex alipatiwa contact zao. Alex aliamua kupiga simu muda huo. Foni iliita kutoka Tanzania kuja South Africa. Mimi nasema phone calling from Tanzania to South Africa. Basi mwanadada huyu anaitwa Afrin, ni kiongozi mkuu wa kundi hili la DTC, yani Digital Terrors. Anafanya matukio ya uhakika na kwa gharama kubwa. Kundi hili hutumiwa hata na baadhi ya viongozi wa serikali ambao ni wahalifu. Kundi hili pia hutumiwa na wafanyabiashara wakubwa katika utekaji. Mwanadada huyu ameweka kambi za kundi hili nje ya mji wa Johannesburg huko South Africa. Ameweka kambi hizi katika kijiji kimoja huko South Africa, na huko ndo ameweka vijana wake kama 20 hivi ambao vijana wanapiga kazi hatari. Wana mazoezi ya kutosha ya silaha na mwili pia, na maanisha judo, karate zimelala pale kama zile ngome za Makinyo. Basi mwanadada huyu ni mwembamba ukimtazama kwa umbo, lakini hufanya mambo makubwa inayoweza kufanywa na watu kama 10 hivi akiwa yeye mmoja tu. Mwanadada huyu akiwa katika mazoezi ya kulenga shabaha kwa pistol, ghafla simu yake iliita. Alichukua na kushangaa kuona namba mpya. Alipokea na kukaa kimya kwanza mpaka upande wa pili ukajieleza. Alikuwa ni Alex. Hello? Oh, I'm sorry. This is Alex from Tanzania. I was given your phone number by Mr. D. Afrin aliposikia jina la Mr. D akajua hakuna tatizo, anaweza kuongea. Ndipo alipoanza kuongea, kwani anamfahamu sana Mr. D na huwa anampa kazi kibao tu. Basi Afrin akajibu, okay, this is DTC. Can I help you? Alex akasema, yes madam. As I told you, I'm calling from Tanzania. We want you to kidnap someone here. Afrin, for what and how? Alex, okay, let me give you full information. Alex
alimwelezea Miss Afrin kila kitu. Ilibidi Miss Afrin asafiri kuja Tanzania, yeye na msaidizi wake mmoja waje kufanya investigation, wataalamu wenyewe mnasema. Basi siku ya leo Nasoro alikuwa anawasili Tanzania kutoka Oman. Alipokelewa na mama yake ambaye ni Abdalla, na mama yake Abdalla. Siku hiyo hiyo wakati Nasoro anawasili airport, na Afrin alikuwa akiwasili kutoka South Africa kwa ndege ya Persian Air, huku Nasoro akiwasili kwa Emirates. Walipishana muda kidogo tu. Alex na Medi walifika kumpokea Afrin na mwenzake wa kiume vilevile. Abdalla alifika airport kumpokea Nasoro. Miss Afrin walipelekwa moja kwa moja hotelini maeneo ya Ubungo, kwenye hoteli moja inaitwa Blue Pearl Hotel. Taarifa zilifika nyumbani kwa mzee Salim kuwa Nasoro amewasili, hivyo kesho yake wangekuja pale nyumbani kwake kujadili mambo kadhaa kuhusu ndoa na mahari. Laya alipopata taarifa zile alimjulisha Medi. Medi akamtuliza na kumwambia asijali, isipokuwa muda wote akae tayari kwa ajili ya kutoroka. Laya alitulia kama kawaida. Jioni mzee Salim huenda kukagua hali ya kazi huko Mlimani City, lakini leo hii hakuwa na muda wa kutosha, kwa alikuwa anapanga mambo kadhaa kwa ajili ya wageni ambao angekuwa nao kesho yake. Hivyo yeye na mke wake Raju ilibidi aende mwenyewe tu kukagua ile supermarket yao. Siku hiyo Afrin alipewa maelezo ya kutosha kuhusu mpango mzima wa utekaji. Hivyo Afrin alitaka kwenda kufanya uchunguzi, investigation wa maeneo hayo ya Mlimani City na nyumbani kwa mzee Salim. Alex na Medi waliongozana naye mpaka Mlimani City. Walipofika walimuonesha eneo la supermarket, yani The Game iliyopo, kisha Afrin akaanza kukagua mazingira kuanzia nje ya jengo zima la Mlimani City. Akaangalia idadi ya walinzi kwa haraka na kisha akaingia ndani. Wakati akiingia ndani ndio wakati ule ambao Raju na yeye alikuwa akiingia ndani. Raju moyo ulimlipuka baada ya kumwona msichana mrembo mwenye umbo la kimodo aliyevalia vizuri na kupendeza kama wanawake wa Dubai. Msichana yule hakuwa mwingine bali alikuwa ni Miss Afrin. Kumbuka ndugu unanisikiliza, nilikwambia, yani I told you before kwamba huyu binti ni mzuri hatari. Basi Miss Afrin aliingia moja kwa moja ndani ya supermarket ya The Game, huku Raju akimfuata nyuma. Medi na Alex walikuwa wamesimama nje, walishangaa baada ya kuona Raju akiingia ndani haraka tena akionyesha kumfuata Afrin kwa haraka. Medi na Alex walizidi kuwa na wasiwasi, ikabidi wampigie simu Afrin. Afrin alisimama kidogo ili kupokea simu, huku akiwa ameshaingia ndani ya supermarket na Medi alikuwa nyuma yake hatua chache sana. Shabiki wangu wa nguvu ambaye leo umekuwa ukinisikiliza, naomba kwa leo part 1 niishie hapa. Ninachokuomba gonga like yako alafu subscribe